kuna tukio moja la miaka ya nyuma, Yanga alikuwa na msuli kama huu aliokuwa nao. Yanga alikuwa tayari kashakuwa champions. Tukio gani? So, nisikilize sasa. Yanga alikuwa kashakuwa bingwa ndani hapa wa ligi. Yanga anatakiwa kabidhiwe kombe mchezo unaofuata anacheza na Ndanda. Alafu goma linapigwa kusini na Ngwanda sijaona. Yanga anasema mimi hauwezi ukanikabidhi kombe huku, hao Ndanda inabidi waje hapa. Walikuja Ndanda. Walikuja. Yanga aliona awe nani umpeleke huko. Kwa hiyo kwenye hili jambo Yanga kinachowahukumu ni haya matukio yao ya karibu. Ile kauli walotoa Amani na ile kauli walotoa juzi kuhusu kamati ya masaa 72. Sasa ukiunganisha zile doti, kama Simba walikubali kwenda Amani, Tanzania Prison nani wasije Dodoma? Kama Simba na ukubwa wote alienda Amani. Tanzania Prison nani usije Dodoma? Sema sasa scenario tofauti. Simba alikubali sababu mgeni. Tanzania Prison si ndo mwenyeji anaamua pa kwenda. Amri tu. Haina ugeni, haina mwenyeji. Amri tu. Kwamba amri. Kwani Simba na Yanga wanaposikia mgeni mwenyeji si sheria tu, lakini Simba na Yanga hawana ugeni wala hawana mwenyeji. Wao kokote wanauasha. Sasa yeye kama mwenyeji, kwa nini hana haki ya kulinda uwanja mzima? Hao wengine lazima walinde. Hujaona watu wamegana maeneo, hao wanalinda huko, hao wanalinda huko. Sasa huo ugeni na wenyeji utofauti upo wapi? Yaani kwamba wewe mgeni ndio. Haya lakini uwanjani huko. Ugeni na mwenyeji kwenye kipato tu basi. Lakini kwenye matukio yote hawana ugeni wala hawana uwenyeji wale. Wanauasha kokote wale. Hii inatoa taswira gani? Hao watu ambao wanaosimamia sheria na kanuni ndio wanazingua. Lakini wangekuwa wanasimamia sheria na kanuni kwa mkubwa na kwa mdogo, chuma inakaa hivi, sikofichi tuzo. Hata wakubwa kuna baadhi ya matukio ya ajabu wangepunguza. Lakini wakubwa ya matukio yanawabeba. Sijui unanielewa, wao wana haki wasiwe na haki. Labda washindane wenyewe kwa wenyewe. Lakini sijui Simba na Kagera, sijui Simba na Mtibwa, hiyo kesi Simba anashinda. Kivyo vyote. Yanga sijui na Dodoma, Yanga sijui na Pamba, hiyo kesi Yanga anashinda. Ila nakumbuka Simba. Kwa hiyo shida kubwa ni hawa viongozi wetu wanaosimamia kanuni na sheria. Ndio wanaleta hizi shida. Na kwa nini? Maona wanaogopa hizi timu kuzipa hizi adhabu. Sijui unanielewa. Angalia mambo ya jana. Watu walisimamia sheria, mtu huyu hatumtaki, mtu hatumtaki. Watu wamesimamia sheria zao na kimeenda kutokea iko. Watu wamerudi kwenye matimu yao, wakina mzee Mguto hapo Coast wamerudi kwenye uongozi wao. Yanga hao hatari. Wakaweka msimamo. Kwa hiyo sibi tuone, lakini mimi nakwambia ukweli bodi ya ligi wanaujua. Kuna uhusiano wowote kati ya malalamiko ambao wananchi waliandika juzi kupeleka barua bodi ya ligi na hiki ambacho kinatokea leo? Wewe Yanga uwajui wewe. Mimi juzi niliongea. Yaani Yanga ukiona jambo lolote wanaliweka pressure. Yaani faida yake washaitarget mbele. Yaani ukiona jambo lolote Yanga anapiga kelele hapa. Yaani faida yake wala sio ya hapo. Faida yake ile pale mbele. Yaani kuna kitu mbele kaona. Kuna kitu mbele kakiona. Mimi juzi niliongea nikakwambia, umeona ile barua hiyo iliyopelekwa sijui bodi ya ligi kwa kamati ya masaa 72. Yanga ile pressure faida yake utakuja kuiona mbele. Umeiona sasa hiyo. Yanga ipo Dodoma. Haya, nani ipo Tabora huko? Tanzania Prison. Kwa taasisi kama Tanzania Prison, mimi nitakuwa mtu wa mwisho kuamini kama wao walikurupuka tu kwenda Tabora moja kwa moja. Kusema bwana si muhimu, tumeshatoa tu taarifa bodi ya ligi tuenze. Nitakuwa mtu wa mwisho kwa taasisi. Kwa ukubwa alokuwa nao Tanzania Prison na kwa uzoefu alokuwa nao Tanzania Prison kuijua hii ligi ya ndani, nitakuwa mtu wa mwisho kuamini Tanzania Prison ikaenda Tabora bila taarifa yote ya bodi ya ligi. Nitakuwa mtu wa mwisho. Yaani hakuthibitishiwa, nimechagua Tabora lakini hajathibitishwa. Nitakuwa mtu wa mwisho. Kweli mimi nakwambia. Ukweli bodi ya ligi wanaujua, lakini mimi nitakuwa mtu wa mwisho kuamini. Wale wamewasha tu gari bwana, si tupo Tabora mechi Yanga aje huku, mimi nitakuwa mtu wa mwisho. Tena kwenye uwanja ambao kwa timu za ligi kuu hazitumii. Simba na Yanga achana nao wewe.